Ujambo mwanafunzi na karibu. Leo ningetaka tuweze kuangalia mapambazuko ya machweo, maswali ya kudurusu kutoka hadithi nipe nafasi na hadithi mapambazuko ya machweo. Na katika swali la kwanza kutoka hadithi nipe nafasi, jamii na serikali zinatunyima sisi wanawake haki na uhuru. Wanawake wanalazimika kuomba ruhusa kwa kila jambo wanalolihitaji kufanya. Kabla sijafa nataka kwanza niwe nimepata nafasi ya kuboresha maisha yangu na yale ya wanangu. Eleza muktadha wa dondoo, na muktadha wa dondoo tunaona kwamba msemaji wa maneno haya ni mamake Kazili, na mamake Kazili anamwambia Matweba na wanaume katika kikao kile cha Kral. Mamake Kazili yupo nyumbani kwa kina Moshe, na mama Kazili anakuwa na msimamo thabiti na kujieleza katika kikao cha kina Matweba kinyume cha sheria kuwa mwanamke alipaswa kunyamaza. Tukienda katika kutambua toni inayojitokeza katika dondoo hili, tunaona kuna toni ya kutamauka, tunaona jamii na serikali zinatunyima sisi wanawake na uhuru. Pia tunaweza kuwa na toni ya matumaini, kabla sijafa nataka kwanza niwe nimepata nafasi ya kuboresha maisha yangu na yale ya wanangu. Pia kuna toni ya kulalamika, tunaona jamii na serikali zinatunyima sisi wanawake haki na uhuru. Eleza jinsi serikali inanyima wanawake haki na uhuru kwa kurejelea hadithi nipe nafasi. Kwanza tunakushurutishwa kuzungumza. Tunaona Matweba anamshurutisha mamake Kazili kuzungumza, huku sauti yake ikisindikizwa na minong'ono ya wanaume. Pia kuna kulazimika kuomba ruhusa kwa kila jambo analolifanya. Katika jamii ya Belo, mwanamke alipaswa kupata ruhusa kutoka kwa mumewe kabla ya kutekeleza jambo lolote. Pia wanawake kuuawa. Tunaona kwamba msimulizi anakumbuka kesi mojawapo iliyofanyika hapo kijijini, ambapo mwanamke mmoja alishtumu mumewe wazi kuwa mvivu na hatimaye mwili wake ukapatikana kondeni. Wanawake kunyimwa nafasi ya kuketi kwa viti. Katika kikao cha kina Matweba kile cha Kral, tunaona wanawake wanaketi chini huku wanaume wakiwa wameketi kwenye viti. Kuna kulaumiwa kwa kila jambo baya. Tunaona mama Kazili ndiye anayelaumiwa kwa kifo cha mwanawe Mkathini. Tunaona wanawake kutohusishwa kwa maamuzi muhimu. Maamuzi yanayofanywa na wazee wa Kral yanachukuliwa kama maamuzi ya mwisho. Pia kuna kunyimwa nafasi ya kutafuta kazi. Tunaona Matweba anamwambia mama Kazili kuwa hawezi kumkubalia kutawanyisha watoto kwa msingi kuwa anatafuta kazi bila ruhusa ya Moshe mumewe. Pia wanawake kulazimika kuelewa kuwa mume anakubaliwa kuwa mke zaidi ya moja. Licha ya mama Kazili kulalamika kuwa mumewe alikuwa na mke wa pili Afrika Kusini, anatakiwa kumuelewa mumewe. Tukienda katika swali lingine, tambua mikakati anayochukua msemaji wa maneno haya ili kuboresha maisha yake na ya wanawe. Msemaji wa maneno haya ni mama Kazili, na tunaona kwamba anavaa ujasiri katika kikao kinachoongozwa na Matweba. Mama Kazili anajasirika kuwajibu wanaume. Pia kuna kupigania haki zake. Tunaona mama Kazili anapigania uhuru wake na kujikomboa dhidi ya ubabedume uliokithiri katika jamii yake. Kuna kutafuta kazi. Tunaona mama Kazili anatafuta kazi na kuwa mwalimu wa shule ya msingi, na atafutia watoto wake chakula. Pia kuna kuwapeleka wanawe shuleni. Mama Kazili anawapeleka wanawe shuleni ili kujikimu kimaisha baada ya kutafuta kazi. Pia kuna kuvaa matumaini. Tunaona mama Kazili ana matumaini ya kupata nafasi ya kujiendeleza kimaisha na kuboresha yale wanawe. Kuwa na msimamo thabiti. Tunaona mama Kazili habadili msimamo wake kuhusu kutafuta ajira, hatimaye anapata ajira. Pia kuna kuwa na bidii. Mama Kazili anafanya bidii, hatimaye anapata kazi ya ualimu. Kuna kufunga safari na kuenda kwa kina Moshe. Baada ya kukosa chakula kwa muda mrefu, mamake Kazili anafunga safari na kuenda kwa kina Moshe bila ruhusa yake. Tukienda katika mzimu wa Kipwerere, umdhaniaye ndiye kumbe siye.
kufafanua ukweli wa kauli hii ukirejelea hadithi Mzimu wa Kipwerere 10. Tunaona msimulizi alidhani mzimu wa Kipwerere wanaishi mashetani, lakini alibaini hilo alipoingia humo na kupata ni watu. Tunaona Salihina alitambuliwa kama muendelezaji maadili katika jamii, kumbe aliendeleza ufuska kisirisiri. Pia Bisho alimuaga mumewe kuwa anaenda kuwajulia hali watoto wa jirani, kumbe alienda kukutana na Salihina. Tunaona pia kuwa mzimu kuaminika kuwa pahali patakatifu, lakini ikabainika kuwa mahali pa vileo na usherati. Salihina kuaminika kuwa kiongozi wa maadili kwa kuwakanya vijana wasijihusishe na vileo, ile hali yeye husambaza madawa, tubaku, sigara na bangi. Pia tunaona wanawake, kwa mfano Bisho anasema atawahusisha katika usambazaji, wanadhaniwa kuwa wanapeleka mashetani maji, kumbe ni kuchukua dawa za kulevya. Pia tunaona Salihina kumwadhibu msimulizi kwa kumchapa viboko kwa kosa la kupatikana amesimama na msichana, ilhali naye anafanya usherati na Bisho. Tunaona Bisho kama mwanamke hakudhaniwa kuwa angekuwa mstari wa mbele kusambaza dawa za kulevya, lakini alifanya hivyo. Pia tunaona jamii kupiga marufuku matumizi ya vileo, ilhali Salihina ni mhusika mkuu. Pia inasemekana polisi wangedhani wanawake wale wako katika kazi zao tu, eti hawangeshukiwa, kumbe walikuwa wanasambaza mihadarati. Pia msimulizi hakudhaniwa kuwa jasiri jinsi alivyoingia na kutambua yaliyokuwa yakiendelea mzimuni. Alafu mwisho Salihina alipofumaniwa na msimulizi na kutoroka, alinaswa kwenye mti na kupiga mayowe kuwa asitambuliwe, jambo lisilotarajiwa kwa mtu kama yeye. Eleza nafasi ya vijana na wazee katika hadithi Mapambazuko ya Machweo. Na tunaona kwamba vijana wamesawiriwa kama chombo cha kuzalisha mali. Tunaona Mzee Makutwa anawatumia vijana katika migodi kwa manufaa yake mwenyewe. Pia wamesahaulika na viongozi, ndiposa wanakumbwa na changamoto ya ukosefu wa kazi licha ya kuwa wamesoma hadi chuo kikuu. Pia vijana wamesawiriwa kama wale waliopotoka kimaadili, kama vile kushiriki kwa matumizi ya mihadarati na kutumiwa kama mnyapara wa kuwanyanyasa wengine. Pia ni viumbe dhaifu, wanateswa sana katika migodi kupitia kwa mazingira mabaya ya kazi, na pia kufanya kazi ya sulubu bila malipo na hata kunyimwa uhuru wa kutembea. Pia hawajitumi kujisaidia katika maisha yao. Tunaona saa hii inadai hawana kazi, wanasimama madukani wakihesabu magari bila kufanya lolote. Na pia kuna baadhi ya vijana kama vile tajiri, tunaona kwamba tunaweza sema kwamba kuna yule kijana ambaye alimzawadi Bwana Makucha kwa kuwasaidia vijana waliokuwa wanadhulumiwa katika mgodi na Mzee Makutwa. Tukienda katika wazee, nafasi ya wazee katika jamii, tunaona kwamba kwanza ni watu wenye ubinafsi. Tunaona Mzee Makutwa anawatumia vijana, watoto, ili ajinufaishe. Pia wana kiu cha kupata mali. Tunaona Mzee Makutwa licha ya kuwa yeye ni waziri mstaafu na alipewa marupurupu ya kustaafu, bado anajihusisha katika biashara haramu. Pia ni viongozi. Tunaona kwamba Mzee Makutwa alikuwa kiongozi serikalini na ni wakombozi. Kwa mfano Mzee Makucha ambaye anahusika katika ukombozi wa watoto na vijana waliokuwa wanadhulumiwa katika mgodi wa Mzee Makutwa. Pia wanawajibika katika jamii. Tunaona Mzee Makucha anawajibika na kushtaki biashara haramu ya Mzee Makutwa hadi akakamatwa. Pia wanabidii katika jamii. Tunaona Mzee Makucha hata baada ya kufutwa kazi alifungua biashara yake kila siku licha ya kuwa na umri mpevu. Na pia wanadhulumiwa. Tunaona Mzee Makucha baada ya kufutwa kazi kutoka katika shirika la reli, hakulipwa marupurupu yake. Na ni hayo tu kwa sasa, hadi wakati mwingine. Shukran.